Unamfahamu Rais Pierre Nkurunziza, mwalimu wa chuo kikuu aliingia msituni akaibukia ikulu ya Burundi akafa ghafla. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Vita ya Burundi ilimwaga ugali wa Nkurunziza na yeye akamwaga mboga za wenye vita. Ni baada ya vita kumkosesha kazi ya kufundisha pale chuo kikuu cha Burundi na yeye kwenda msituni kumaliza vita kwa kukosesha ulaji waliokula kutokana na vita. Nazungumzia watengenezaji na wauzaji wa silaha za maangamizi, wauzaji wa vyakula, dawa, mahema na mitumba, wafanyakazi wa kuwahudumia wakimbizi kwa malipo ya mishahara minono na magari ya kifahari, huku wahudumiwa wakiishi kama nzige na wenyeji kushuhudia wimbi la majambazi wenye silaha za moto. Mazingira yao kuharibiwa na kuugua magonjwa ya kila sampuli kutokana na mkusanyiko wa watu kutoka kona zote za dunia. Utamu wa vita brother usikie tu BBC na sio kukutana nao live. Ndiyo maana Nkurunziza baada ya kukutana nayo live waliamua kuacha vyote na kwenda kuipigania Burundi. Burundi ikakombolewa. Nkurunziza akakaa ikulu, akaijenga kwa maneno na vitendo. Warundi wakaishi kama kaka na dada badala ya mtusi, mtu na mhutu. Miaka 15 ya utawala wake ilipoisha, Pierre akaondoka duniani kwa safari ya ghafla. Wakati akijiandaa kukabidhi nchi kwa Ndayishimiye, yeye abaki kutafuna pensheni yake ya shilingi bilioni 1 na uchafu. Serikali ikatamka rais ameondoka kwa mshtuko wa moyo. BBC wakasema rais amekufa kwa COVID-19 kwa sababu ndio zao kutupangia kila kitu. Afrika tunakwama wapi? Sankara alisema, bepari akikusifia kaa chini uangalie umekosea wapi. Sababu kubwa iliyomfanya Nkurunziza amwache mrembo wake Denisi na kuingia msituni ni kile kitendo cha washenzi kuvamia chuoni kwake na kuua zaidi ya watu 200 mbele yake. Ilikuwa ni mwaka 1995. Halafu imagine, ndio jamaa alikuwa na mwaka mmoja tu ndani ya ndoa. Nje ya ndoa sijui. Ndoa mbichi kabisa. Bado walikuwa hawajaanza kulala mzungu wa 4 kama nyie. Mume akaingia msituni. Mke akabaki nyumbani akimwombea mume arudi salama na mkungu wa ndizi. Mume akarudi salama na kutunukiwa zawadi ya ushindi kwa sababu mama hakujichanganya kama mke wa sumaku ambaye mume akisafiri wiki moja tu naye analeta jambazi la kulala nalo ndani. Anavuta na fegi kabisa. Na wakati akiwa naye huwa anasema hapendi moshi wa sigara. Halafu sumaku alivyomjinga na yeye anaweka matangazo ya picha huko Facebook na Insta. Ati na yeye ana mke. Mke au twanga pepeta. Sumaku nazingua sana ujue. Mambo ya ndoa tumwachie Ngoswe. Sisi tuendelee na hoja. Hoja yenyewe ni kwamba Nkurunziza aliitoa mbali Burundi na kuiacha mbali. Wasiojua historia wakaungana na wazungu kumponda Pierre kwamba kakiuka demokrasia. Burundi haikuwa hivi unavyoiona leo brother hadi wanacheza AFCON. Burundi ilikuwa nchi ya kishenzi kweli kweli. Ndugu walituangana kama panzi kumfaidisha kunguru. Ilifikia kipindi Burundi uwe tajiri, uwe maskini, uwe na ulinzi wa jeshi au Masai na virungu vyao, uliishi mashakani. Watu walipewa ikulu lakini walikimbia. Waliokaidi walitafunwa huko huko ikulu na wengine kutimliwa kama wezi wa ng'ombe. Ati rais wa nchi anachinjwa ikulu kwa mapanga. Ni aibu ilioje. Kwani Melchior Ndadaye walimuuaje unadhani? Halafu kilichowagombanisha sasa nikikusimulia utacheka ufe. Si ni mapua. Yani mwenye pua fupi na iliyobonyea utadhani mikanyagwa na tairi la trekta, aliumbwa kumtumikia mwenye pua ndefu kama filimbi ya mchawi. Kwa sababu mzungu alisema na wao wakaamini na kuyaishi kwa vitendo bila utani.
Mwenye pua ndefu aliitwa Mtusi na mwenye pua fupi aliitwa Muhutu. Kuzaliwa Muhutu ilikuwa mkosi, maana shule hutokwenda. Maziwa hutokunywa na viatu hutovaa. Muhutu alikuwa malighafi ya Mtusi. Akawekwa daraja la watumia nguvu nyingi akili kidogo. Akili za kujua Mtusi yuko wapi akamtumikie. Waliitwa Abacos. Na yote haya Nkurunziza aliyamaliza. Pamoja na kwamba mzungu walimpendelea sana Mtusi, kuna Watusi waliichukia hali hiyo na kuipinga. Hata harakati za kudai uhuru zilianzishwa na Mtusi. Ni Prince Louis Rwagasore, mtoto wa Mwami Mwambusa wa 4. Prince alianzisha harakati za kuikomboa Burundi kiuchumi baada ya kutoka masomoni Ulaya. Hata hivyo mwaka 1958, serikali ya mkoloni ilimpiga marufuku. Prince akasema, hawa dawa yao ni kuwatimua kwetu. Mtoto wa mfalme akaanzisha chama cha Union for National Progress. Kupambana na Wabelgiji tofauti na watoto wengi wa kifalme, kazi yao ni kulewa na kuhonga tu. Halafu ili kuwachanganya wazungu zaidi, Prince Rwagasore akavuta mke wa Kihutu na wakati ilikuwa mwiko kwa Mtusi kuoa mtumwa. Mwaka 1960, Prince akahamasisha Warundi wagome bidhaa zote za wakoloni na kulipa kodi, kushinikiza mkoloni asepe. Mkoloni kuona bwana mdogo waliomsomesha anataka kuwapanda kichwani, walimtupa jela. Prince akiwa jela, chama chake kikaingia kwenye uchaguzi kikashinda. Prince akaitwa kuja kuunda serikali ya uhuru. Dogo Rwagasore akaandika historia ya kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Burundi. Hata hivyo, tarehe 13 Oktoba mwaka 1961, wazungu walimuua. Miaka mitatu tu baada ya uhuru, baba yake na Prince yani Mwami Mwambusa wa 4 akapinduliwa na mwanae wa kumzaa Prince Charles Ndizeye kwa msaada wa Kanali Michael Mikombero. Mwami akakimbilia zake Dar es Salaam kwa Mzee Nyerere na baadaye Uswisi alikufia April 26 mwaka 1977. Dogo akawa mwami wa Burundi Julai mwaka 1966. Akajiita Simba wa 5 yani Ntare 5 akiwa na umri wa miaka 19 tu. Miezi 4 tu baadaye, Dogo naye akapinduliwa na Mikombero. Dogo akakimbilia Brazzaville kisha Lagos na baadaye Ujerumani. Huko akaingia zake kupiga mbishe za biashara. Siku moja akajichanganya kwenda Uganda kibiashara bwana. Idi Amin akamdaka na kumsogeza Burundi akaliwa kichwa na kutupwa chooni. Walimtafuna April 29 mwaka 1972. Wahenga tukasema, wadharau wazazi wako uwaikufa. Kanali Mikombero naye akatawala mpaka mwaka 1976. Akapinduliwa na mjomba wake Kanali Jean Baptiste Bagaza kwa sababu muosha huoshwa. Mikombero akaenda kufia uhamishoni Somalia kwa Rais Siad Barre. Kabla hajafa, aliingia darasani kusomea uchumi, maana umri ulikuwa bado na ruhusu. Na ndiyo alikuwa na umri wa miaka 37 tu. Hii dunia bwana. Yaani chini ya miaka 37 mtu ameshapindua nchi. Ameshakuwa meja wa jeshi. Ameshaua hadi wafalme wa nchi. Ameshakuwa rais na ameshapinduliwa. Na wakati wewe katika umri huo unamiliki magrupu ya WhatsApp kuwinda wasichana wasiojielewa. Ndiyo wasiojielewa. Ukiona umemnasa manzi kupitia magrupu ya WhatsApp, Instagram na Facebook, jua umevunja haki za watu wenye ulemavu wa kutojielewa. Mikombero alipopata jiwe lake la uchumi pale Mogadishu University, aliomba kurudi nyumbani Burundi kuishi kama raia wa kawaida. Rais Bagaza akachomoa kwa sababu hakuna nyumba yenye waume wawili hata kama watalala vyumba tofauti. Rais Jean Baptiste Bagaza alitawala hadi mwaka 1987 na kupinduliwa na Meja Pierre Buyoya. Buyoya akatawala Burundi mpaka mwaka 1993 alipokumbana na vuguvugu la vyama vingi barani Afrika. Akaruhusu uchaguzi wa vyama vingi. Akapigwa chini. Melchior Ndadaye akaingia Ikulu. Historia ikaandikwa.
Muhutu wa kwanza kukalia ikulu ya Burundi. Mwaka huo Ndadaye akaliwa kichwa. Ilikuwa ni Oktoba 21 mwaka 1993. Francois Ngeze akachukua urais wa mpito. Akala vya ikulu kwa siku 6 tu na kukabidhi kijiti kwa Sylvie Kinigi. Historia ikaandikwa mwanamke wa kwanza kuikalia ikulu ya Burundi. Mama akaendesha nchi kwa miezi 4 akala kona maana vitisho vya kumtafuna vilizidi. Akafuatia Cyprien Ntaryamira. Akakamata urais wa mpito akaongoza kwa siku 60 tu. Akatunguliwa kwenye ndege ya rais wa Rwanda, Juvenal Habyarimana usiku wa April 6 mwaka 1994. Wakitokea zao wa Arusha kwenye usuluhishi. Spika wa bunge Sylvestre Ntibantunganya akashika nchi, lakini Julai mwaka 1996 akapinduliwa na Meja Jenerali Pierre Buyoya. Akidai Ntibantunganya alikuwa anachezea nchi. Kamanda Buyoya akachezea nchi hadi mwaka 2003. Aliposhinikizwa kuachia ngazi kutokana na mazungumzo mengi ya amani yaliyokuwa yakiendelea kati ya serikali na vikundi vya waasi. Ni katika kipindi hiki ndo Nkurunziza anaibuka kutoka msituni. Kumbuka Nkurunziza alijiunga na kikundi cha CNDD, kikundi cha waasi kilichoanzishwa mwaka 1994 kwa ushirikiano wa Leonard Nyangoma na Hussein Rajab. Ngome yao ilikuwa pale Uvira, Kongo kwa Mobutu Sese Seko. Jamaa walimkubali sana Nkurunziza. Elimu na bidii vilimbeba sana hadi kufikia cheo cha ukanali ndani ya muda mfupi tu na kuwa miongoni mwa viongozi wakuu walioaminika ndani ya CNDD. Wakati wanakaribia kuifikia Kanaan, CNDD ilivunjika na kuzaliwa CNDD-FDD. Sababu yenyewe ni wale waanzilishi kutofautiana kiitikadi. Leonard Nyangoma akitaka kikundi kudili na Wahutu tu, Hussein Rajabu akitaka kundi liwe la Warundi wote. Nkurunziza akajiunga na Hussein kwa sababu ya itikadi yake, na kijana wake Ndayishimiye akafuata pia. Kumbuka huyo Evariste Ndayishimiye ambaye ndo rais wa sasa wa Burundi. Ni mwanafunzi wa Nkurunziza tangu chuo kikuu na ndo alimuingiza msituni. Hivyo hajavaa viatu vya Nkurunziza kwa bahati mbaya. Nkurunziza anakuambia mwaka 2001 walishambuliwa kidogo afe. Miguu ilivunjika ikawa nyanga lakini alipona. Anakuambia wakati ameshaumizwa hajiwezi milala chini. Alishuhudia adui waliokuja kumuua wakiliwa na Mamba live. Tangu siku hiyo akaamini kumbe aliletwa na Mungu kuja kuiongoza CNDD-FDD kwenye mto Maragaraz. Hapa sasa ndo nikaanza kuelewa kwa nini Nkurunziza alichanganya dini na siasa, na vyote vikakolea ingawa tuliambiwa havichangamani. Nkurunziza anasema nikiwa namtumikia Mungu natumika kweli kweli, lakini nikiwa kwenye siasa nabadilika haswa. Na kweli ukimkuta jukwani anavyoimbisha mapambio huwezi kuamini kama ndo anayewatoa jasho wapinzani. Kupitia CNDD-FDD, Nkurunziza alishiriki kikamilifu katika mazungumzo ya amani. Ikaundwa serikali ya mpito. Akapigwa uwaziri wa utawala bora. Mwaka 2003 ukawa ni mwaka wa neema kwa Nkurunziza, kwa sababu ndo mwaka aliokutana na familia yake tangu miaka 9 iliyopita. Walivyoingia kwenye uchaguzi mkuu, Nkurunziza alishinda na kwenda ikulu. Burundi ikatulia. Nkurunziza akahubiri umoja wa kitaifa. Akaunda baraza lenye makabila mchanganyiko. Biashara ya ukimbizi ikakosa soko ukanda huu wa maziwa makuu. Maisha yakadorola. Kambi za wakimbizi zikafungwa na miundombinu yao kurudishwa serikalini. Vijana waliosumbua mjini kwa pesa za UNHCR wakapoteana mazima. Halafu rais wa Burundi alitakiwa kuwa Hussein Rajab. Sema tu yeye aliomba ajenge kwanza chama ili Nkurunziza agombee. Chama kikisimama ndo angeingia kugombea. Jamaa akagombea akala bingo. Hussein akabaki na chama chake. Kwani alikijenga sasa? Thubutu. Nitakwambia nini kilimpata, ngoja niendelee na mambo ya kitaifa kwa sababu Burundi ni kubwa sana zaidi ya Hussein. Basi bwana,
Chini ya Nkurunziza, Burundi ikawa kivutio kwa wenyeji lakini kituko kwa wageni kwa sababu vyombo vya habari vya magharibi viliamua kuichafua Burundi ili inuke watengeneze pesa kama kawaida yao. Habari za Burundi kutoa elimu bure kwa shule za msingi hazikuwa na mvuto kwa BBC. Habari za matibabu bure kwa mama na mtoto Burundi hazikuwa News VOA. Habari za ujenzi wa viwanja vya kisasa karibu kila mkoa wa Burundi hazikuwa na maana CNN. Habari za ushirikiano wa serikali na wananchi katika ujenzi wa miundombinu kuonyesha Afrika ikiamua inaweza kutoboa bila kuomba misaada hazikuwa na mvuto DW. Kule habari zenye mvuto ni Nkurunziza kutunuku tuzo ya ufanyakazi bora kwa binti yake wa kazi. Kwao news kubwa ni Nkurunziza kubaka demokrasia. Habari za Nkurunziza kujenga ikulu katika nchi iliyoendesha shughuli za ikulu kwa kupanga hazikuwa news huko Al Jazeera. Hapa najua umeshangaa kidogo. Burundi haikuwa na ikulu yake. Ndo imejengwa katika utawala wa Nkurunziza. Imepewa jina la mtu wa kwanza wa Burundi, yani Ntare wa kwanza Rushatsi, mwenye asili ya Kigoma kule. Ikulu inaitwa Ntare Rushatsi. Iligharimu dola milioni 22 kwa ufadhili wa China. Sikiliza sasa media zao. Unaweza kudhani hawa jamaa wanalala vitani, wanaoga vitani na kula vitani. Ni katika harakati za kumshambulia Nkurunziza, Hussein Rajabu mwenyekiti wake naye akajikuta kwenye mtego wa kumshambulia rais wake hadi kumuita debe tupu. Rais akamtia ndani bosi wake wa chama miaka 13. Ilikuwa ni mwaka 2007. Wachambuzi wa kila kitu wakasema Nkurunziza hana lolote zaidi ya kuutaka urais. Maana kwa makubaliano ilikuwa ni zamu ya Hussein kulia ikulu. Tatizo ukishaonja nyama kaka kuacha ni ngumu sana. Mwaka 2010, Pierre aligombea na kushinda kwa awamu ya pili, Hussein akiwa jela. Wakati nakaribia kumaliza muhula wa pili, Jamali toroka jela lenye ulinzi mkali na kutoa ujumbe kwamba siku za Nkurunziza zilikuwa zinahesabika. Hali hii ikamweka Nkurunziza mashakani. Yuko kipindi cha pili na cha mwisho. Hussein akichukua nchi si ataumia sana. Hussein aliendelea kutuma ujumbe kutokea nchi isiyojulikana akimkosoa Nkurunziza. Nkurunziza akaamua kugombea muhula wa 3. Hapo ndo akawa wameharibu, maana Burundi iliingia kwenye machafuko. Mwaka huo likapigwa jaribio la kumpindua. Wakati huo yeye yuko zake Dar es Salaam kwenye kikao cha wakuu wa nchi za Afrika Mashariki wakijadili mustakabali wa Burundi. Jaribio likazimishwa. Nkurunziza akarudi kuwashughulikia waliohusika. Vidole vikamwangukia Hussein tu hata kama havikuwa na uhakika. Hili ndo tatizo la Waswahili, kuwa na majibu ya mitihani ambayo haijafanyika. Halafu tangu mshikaji anusurike kupinduliwa, hakuwahi kusafiri nje ya nchi tena hadi ile tarehe 20 Julai mwaka 2017 alipokutana na Magufuli wa Tanzania pale Ngara. Jakaya Kikwete amekuwa msaada mkubwa sana kwa Nkurunziza. Nasikia hata lile jaribio la mapinduzi lilizimishwa kwa msaada mkubwa wa Jakaya, ndo maana Rais Evariste Ndayishimiye amemtunuku Jakaya medali ya heshima kwa mchango wake katika harakati za kurejesha amani Burundi. Mwaka 2018, Nkurunziza alitangaza kutogombea katika uchaguzi wa mwaka 2020. Na kweli hakugombea. Bunge lilipanga kumpa kiinua mgongo cha zaidi ya bilioni 1 na hadhi ya kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Wachambuzi wa mambo yote acha wawashwe na wakati mfumo huo wa uongozi ndo uko Irani, lakini hawasemi. Irani kuna raisi ambaye ni mkuu wa serikali na Ayatollah ndo mkuu wa nchi, yani amiri jeshi mkuu. Hii inaitwa alienacho huongezewa. Asienacho huibiwa hata kile kidogo alichokuwa nacho. Kwani vibaka wanamkaba nani kama si maskini asienacho? Pierre Nkurunziza alizaliwa tarehe 18 Desemba mwaka 1963 na kufariki mwaka 2020 akiacha mke mmoja na watoto 5. Kwao walizaliwa wavulana 7 na msichana 1. Wavulana wote wamekufa.
amebaki dada yao akiuguza kansa. Basi, sapoti kazi za Mpagaze kwa kununua vitabu vyake. Lipia kwa Tigo Pesa 0712-64-8387 au M-Pesa 0753-66-5484. Ni 1500 tu kwa kila kitabu. Kumbuka ni ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Vitabu vinapatikana kwa simu, una download na kusoma. Sasa anamalizia kabisa kwa kusema hivi: ukiwa Burundi, Pierre anaitwa Petero. Uingereza anaitwa Peter. Ufaransa anaitwa Pierre. Na kwenye dini anaitwa Petro. Mwanafunzi wa Yesu aliyekumbana na balala kumsaliti Yesu kabla jigo la kwanza halijawika. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Imekufikia kwa udhamini wa ASAM Oil, wauzaji wa petroli na diesel. Sheli zao ziko Songea, Kisemvule, Korogwe na Dar es Salaam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel nchi nzima, na kuuza vilainishi vya aina zote za magari na pikipiki. Tumia huduma za ASAM Oil wapate nguvu zaidi kudhamini kazi zetu, ili jamii iendelee kukombolewa kifikra, kwa sababu maisha ni kutafuta na si kutafutana. Wapigie basi kwa namba hii. Anza na alama kujumlisha 255-774-666666 au wacheki Instagram @asamoil.co.limited na email yao ni info@asamoil.co.tz. Save Oil, save the future.